Kama Mungu amekupa neema kupata binti wa kazi, usije ukachukulia simple. Mtu unayemwacha na watoto wako ni kitu kizito kweli kweli. Mimi nasema kuliko kuomba ajira. Kama wakati unaomba ajira ulikuwa unafunga na kuomba, huyu naye ukimpata funga na kuomba Mungu afunue. Kama ni mwema akae, kama sio mwema afanye nini? Aende. Mungu atusaidie sana. Lakini watoto wengi ambao wana uwezo mkubwa, ambao Mungu amewapa vitu vya mbeleni, unakuta wanaanza kushambuliwa utotoni. Wengi, sio mmoja wala sio wawili. Na ukiwafuatilia vizuri baadaye utakuja kugundua ni mtu fulani huko baadaye. Mmoja ambaye mimi namfahamu sasa hivi ni daktari huko Babati. Yuko vizuri. Na ikisema kwamba Mungu amemwita kwa wito, watu wanadhani labda uchungaji. Mimi siongelea uchungaji hapa, naongelea wito wa kutumikia jamii. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yake tu. Shetani akikiona sema huyu nitakuja kushambulia. Sasa cha kwanza kabisa kuna vitu viwili uvizingatie katika shambulio ambavyo lazima hivyo adui avitumie. Navyo ni hivi. Jana nimevigusia kidogo, leo tunaenda kwa kina kidogo. Vitu viwili muhimu kabisa. Utambulisho wako na chakula chako. Nimesemaje? Vitu vingapi? Viwili. Jana nimeparaza kidogo tu. Leo tunaanza kwa kina kidogo. Hivi vitu viwili adui lazima avitazame na kuvishambulia. Akivishambulia vitu viwili hivi, anajua amekumaliza kabisa. Tuanze kwa kuangalia mfano wa Biblia mnaofahamu, hakuna haja ya kusoma, tunauongelea tu kama tunapiga stori za kawaida. Mnakumbuka wakati shetani amekuja kwa mara ya kwanza kutembelea familia yetu pale Edeni? Mnakumbuka neno la kwanza ambalo liliongea pale mara ya kwanza kabisa kumwona mama yetu wa kwanza, akamwambia ati hivi ndivyo alivyowaambia Mungu, matunda yote msifanye nini? Msile. Hapo shambulio la kwanza linaelekezwa kumtilia mashaka Mungu, lakini kuingiza kwenye chakula. Njoo angalia sehemu ya pili, akaenda akashuka kidogo. Baadaye anasema Mungu anajua kwamba siku mtakapokula mtakuwa kama. Kwa hiyo shambulio la pili, utambulisho hapa unatiliwa mashaka, wakati Mungu kwenye Mwanzo sura ya kwanza amesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Lakini kwenye Mwanzo sura ya pili anamwambia hufanani naye. Nafikiri ni mzee Kabudi aliwahi kusema kwamba hii habari ya kupima DNA ya Afrika huwa hatuna. Usihangaike. Unaweza ukashangaa uliye naye kafanana na mjomba wa mke wako. Wewe kuna hangaika, mbona hatufanani kabisa kabisa? Anatilia mashaka tu habari ya. Asema Mungu amesema kwamba